Kila mtu anajua hii story. Nasoma mwenyewe. Anasema ndugu, mstari wa 4, 37 mstari wa 4 anasema ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao amempenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa imani. Sura 5, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Kwa kuokoa muda tena anasema ukiruka pale kwenye mstari, historia inawezekana watu wengi mnaijua, naweza tukasoma mstari wa 11. Ndugu zake wakamhusudu baada ya kuota ndoto ya pili. Maana wa 9 anasema akaota tena ndoto nyingine, akamwambia nimeota ndoto nyingine. Hiyo ndoto nyingine akaielezea pale. Baada wao kufurahi, wakamchukia. Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikajaribu kutafuta kichwa cha somo nikakikosa, lakini vikaja vingi. Moja ya niliyopata andika kwamba kukataliwa kwako sio mwisho wa maisha. Na Bwana ataruhusu ukataliwe ili akuweke kwenye position aliyokusudia. Ataruhusu ukataliwe, halafu kusudi la wewe ukataliwa, anataka Mungu akuweke kwenye position ambayo amekusudia uweze kuwepo. Kwa hiyo tunapozungumza habari za ukataliwa, huanga si kitu kizuri kabisa kukataliwa. Hakuna anayependa ukataliwa, lakini Mungu anavyoona ni tofauti na watu wengine wanavyoona. Kile ambacho Mungu anaona kwenye maisha yako, hakuna mtu awezaye kukiona. Anaona mbele, kwa sababu Mungu kabla hajakuumba aliyaishi maisha yako yote, halafu akayamaliza, ndipo akarudi kuja kukuumba. Halafu alipomaliza kukuumba, mapito yako yote Bwana anayajua. Wanadamu wanaweza wakaukataa, ndugu wanaweza wakataa. Kama Yusufu amezaliwa kwenye familia ya baba na mama na watoto. Yusufu alipozaliwa, anazaliwa akiwa mtoto wa 11 kwenye familia ya mzee Yakobo. Halafu anazaliwa, baadaye Mungu akawa amempenda, lakini Mungu akumpenda automatically. Mungu anasema nawapenda wale wanipendao. Kwa hiyo Yusufu ndiye alianza kumpenda Mungu. Halafu Mungu alipoona Yusufu amempenda, Mungu naye akaachilia upendo kwake. Jamani, amina. Kwa hiyo Yusufu akampenda Bwana. Halafu Bwana, kwa sababu alishayaishi maisha yake, akaamua kumuonyesha ndoto yake namna atakavyokuwa. Kwa hiyo Mungu akamuonyesha future. Lakini Mungu ashukuriwe, anapokuonyesha mahali unapoelekea, hakuonyeshi mapito utakayopitia. Ananyamaza kimya, maana anajua wewe ni mwanadamu na uweza ukafika mahali ukavunjika moyo. Kwa hiyo Yusufu alionyeshwa tu ndoto yake, lakini mapito ya kukataliwa na ndugu, ya kuuzwa kama samaki, ya kuuzwa, ya kusingiziwa vitu vingi, hakumuonyesha Mungu. Alinyamaza kimya, halafu akimsubiri kwamba yeye mwenyewe ajisimamie. Jamani, amina. Maisha ya wokovu ni ya kujisimamia. Hata kama Mungu hakuoni, hata kama wanadamu hawakuoni, jisimamie. Useme mimi nina Mungu. Jamani, amina. Wangapi wananijua kwanza? Wangapi walishawahi kuniona kwenye mishemishe hizo? Kuna mishemishe huko. Siko mbali, niko hapo tu mbele hapo, lakini kwenye mtaa nina ofisi hapo. Kwa hiyo kuna wengine tunakutana kwenye mishemishe hizo. Jamani, amina. Wachungaji kule kanisani kwangu niliwaambia, kuna wakati mwingine sisi wachungaji ambao bado hatujakuwa sana, yani washirika, nimesikia hapa wanasema hata matoleo ni kidogo sana. Sasa ukiwa kidogo sana, lazima mchungaji ujiongeze. Kusema kujiongeza, sasa ukijiongeza namna hii, unaweza kukuta kama mzigo kako mahali kamebana, alafu kakatia begani. Wakati unapeleka kwa mteja namna hiyo, mtu anamshirika mchungaji. Mimi nikamwambia sio siku zote, sema majira yote ya kuitana mchungaji. Sasa blaza wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
mchungaji wenu muite mchungaji tu, lakini mimi utakaponiona nina kamzigo begani, sema anko, Bwana Yesu asifiwe, amina. Unajua ukisema mchungaji wakati nimebeba kamzigo, kuna namna fulani hazi zinapungua pungua. Jamani, amina. So anasema unahitaji kuweza kujua unayo safari, na ile safari imebeba ndoto yako, na kwenye ndoto yako lazima uweze kujua kuna vitu utakutana navyo, lakini pia kwenye safari kuna namna ambavyo watu wanakataliwa. Kipindi cha kuandaliwa ni kipindi cha kukataliwa. Sema amina. Wakati unaandaliwa kwa mtu fulani, unaweza ukakataliwa na mtu yeyote, hata na wazazi, hata na ndugu wakakukataa. Kwa nini? Unaandaliwa. Lakini wewe ukishajua ya kwamba uko pamoja na Mungu, achana na wanadamu wanachokisema. Hebu shika kile ambacho Mungu anasema ya kwamba iko ndoto yako mahali fulani ambayo unakwenda kuiendea, na mtu yeyote asikutabishe, mtu yeyote asikuvunje moyo. Don't give up because your miracle is on the way. Hallelujah. Yani endelea kumng'ang'ania Mungu kwamba muujiza wako uko njiani unakuja. Jamani, amina. Ninajua nilikotokea mimi, ninajua familia yangu nilikotokea, najua. Kwa hiyo ninajua muda ambao nilikuwa ninaandaliwa kwa ajili ya kwenda kwenye baraka. Kuna muda wa kuandaliwa. Yusufu wakati anaandaliwa, anafika mahali anawahadisia ndoto ndugu zake ya kwamba nimeota ndoto nzuri tu, anaiona ni ndoto nzuri, wakifikiri watampongeza, wakifikiri watamuona anafaa. Baada ya hayo ya ndoto, kilichotokea wote wakamkataa. Kasema huyu ana mambo mengine. Unajua vitu vingine Bwana akikupa ndoto kubwa sio vyote vya kusimulia. Vingine unaenda kimya kimya. Jamani, amina. Ili watakapoona waseme nani amekubariki, ndipo utasema ni Bwana aliyenipa ndoto, ni Bwana aliyenionyesha direction na kuelekea. Kwa hiyo si ya shuhuda zote dada, si ya shuhuda zote za kuhadithia rafiki zako ya kwamba umetumiwa watakuovertake. Vingine unakaa kimya, waone unapeleka kadi, waone unawalika Jumapili kwa tangaza uchumba. Ilianza lini? Sasa tulia, njoo kwenye kushiriki. Shida ya watu wameovertakiwa kwa sababu hawana kifua. Ndio maana Mungu wakati mwingine anachelewa kukubariki ili uwe na kifua, ili uwe mtu mzima. Unajua Mungu waga naangalia moyo wa mtu kwanza kabla haja kumilikisha. Ndio maana Biblia inasema mtoto mdogo haruhusiwi kumiliki, anawekewa msimamizi amsaidie kumiliki, asubirishiwe mpaka atakapokuwa mtu mzima. Jamani, amina. Na kuna watu hapa ni watoto, bado hamjawa na kifua cha kumiliki. Moja ya utoto ambao Mungu anauona kwa mtu ni mtu kutoa fungu la 10. Mtu ambaye amekaa kanisani hata hawezi toa fungu la 10, hawezi kuja kwenye maombi, hawezi kufanya chochote, hawezi kufunga siku 40 pamoja na kuwa hana mimba. Yupo tu ni umbea kanisani. Anasema hili mama mchungaji wazee wa kanisa. Yani yeye ni mbea. Biblia inasema huyo hawezi kumilikishwa. Huyo ni mtoto, acha akue kwanza. Ndio maana Mungu anaangalia, anaweza kupitisha kwanza 100,000 mikononi mwako. Alafu anamwangalia mbinguni na sasa subiri nitoe kama atatoa 10. Unasubiria. 100,000 Bwana Yesu asifiwe. Hapa nikitoa 10 tabakia 90. 90 hainunui simu. Roho inaunguruma, peleka. Nipeleke jero, au nipeleke 500, au nipeleke buku, au sikiliza Mungu. Unajua kuna watu wako wanafikiri akitoa fungu la 10 anamnenepesha huyu. No. Sisi Mungu anaweza kutuma hata kunguru. Akaja kunguru ni murafi, lakini anatunga nyama na anafikisha kwa uaminifu. Kwa hiyo Mungu anapitisha, anakuangalia 100,000 tumeshinda toa 10,000. Anambia mbanie kwanza huyo. Unapambana, unafika 50,000, 40, unarudi. Mchungaji mimi niombee. Unajua mara kile nikipambana nafika kwenye 40, kwenye 50. Mchungaji anasema kwa jina la Yesu Mungu mbariki huyu. Mbinguni anasema hili ni toto.
ili naumiza watu, nikipata ile taumiza watu hii. Kuna maombi unaweza ukaomba, maombi ambayo hayana point. Mungu anasubiria, ndio anasema leteni hoja zenye nguvu. Ndio maana wakati mwingi zamani kwa tuito walokole ni watu wa kulia. Sasa hivi tuna akili kidogo za Roho Mtakatifu. Yaani mpaka mtu alie uwe kweli umepambana kumwingiza rohoni. Lakini pale kijijini kwa neema kwambia mmoja sasa hizi sisi kidogo wote wakavu hamna naye lia. Ndio maana hata ile neno zao wanalia wanalia imepungua sana. Imepungua sana. Oh haleluya, hii ni shamba njema. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. So anasema muache tuone. Unajua ngoja niseme kidogo hapo. Ndio bado dakika 5 tunamaliza. Sikiliza ngoja niseme tu kidogo hapo kwenye fungu la 10 maana watu hawaelewi siri ya kubarikiwa. Tuulize sisi tulikuwa kwenye umaskini wa kupindukia. Yaani mimi katika waliozaliwa kwenye familia maskini naongoza hapa. Mimi nimevaa ndara kiatu mara ya kwanza namaliza darasa la 7 siku ya graduation. Nimevaa Nike ya shemeji yangu mke wa brother, ile Nike ya ile miaka 92 ile 91. Ile nimevaa ile Nike nikatembea na mne. Sarungu vipi? Hamunioni? Ndio navaa mara ya kwanza kiatu. Tangu nizaliwe acha hebo zilikuwa hazipo wala zilikuwa zile katambuka zile utaipata wapi wewe katambuka? Na chachacha. Na zile kama mwanaume. Nakumbuka kwenye siku ya graduation, mama alinipa mtoko wa shilingi 5. Kwamba na mimi nitokee kwenye graduation. Sasa pale pakawepo na muziki. Ule muziki kwenye graduation ulikuwa unacheza, palikuwepo na mabinti wa kucheza nao. Unajua tena? Sasa pakawepo na kamtindo kwamba usipompa babulish hakuna kuchukua kitu. Hakuna kucheza, utaucheza mwenyewe tu. Utaurudi mwenyewe. Sasa mimi nikapata bahati nzuri, si kwa neema ya shetani au ya Mungu, nikapata hao wawili, mmoja hapa, mwingine hapa. Na babulish ni shilingi 5. Ikabidi ile nitumie akili ya kuzaliwa naye nimempa Mungu nikaikata. Moja nikamgongea, mwingine nikampa. Kwa hiyo mimi nikajifanya kama na mimi nakula, nikawa napiga mdomo tu namna hiyo. Lakini ngoma yanaenda na selebuka. Sasa limoja siri itafunaje ikadondoka. Kisa niongeze gaza pumbavu rohoni sasa. Sasa hapa nimekwama. Kwa hiyo nataka kusema Mungu anikata hiyo story. Mungu akikubariki na wewe kubali kubarikiwa. Jamani amina. Ndio maana anasema lazima uwe mwaminifu katika nyumba ya Bwana. Mungu anamwambia Musa, huyu ni mwaminifu, na kwa sababu ni mwaminifu sitasema na yeye kama mtu wa kawaida, kama wanadamu wa kawaida, kama watumishi wengine nitasema nao kwa ndoto, wengine nitasema nao kwa mafunuo, lakini Musa mtumishi wangu yeye nitasema mdomo kwa mdomo, na yeye ataniona uso wangu. Jamani amina. Kwa nini? Alimbariki Bwana, alikuwa mwaminifu kwa fungu la 10, alikuwa mwaminifu kwa sadaka, alikuwa mwaminifu kwa michango, alikuwa mwaminifu kwa vipindi vyote. Moyo wa Mungu kampenda Musa. Sasa huyu si mtu wa kawaida. Jamani amina. Okay, ndio kwenye kafungu ka 10 kabla sijamaliza. Tunapopata fungu la 10, sikiliza, katika watu wasioibiwa, nataka nikupe siri. Katika watu wasioibiwa duniani, wa kwanza ni Mungu. Mungu haibiwaki. Sikiliza. Akikupa milioni 1 na kupiga hesabu ya mafungu ya 10, nisikilize. Haihitaji kwenda kumuuliza mchungaji wa nani. Wewe faida yoyote unayoipata andika pale. Kama ni 100, andika 100. Usiulize fungu la 10 ni shilingi ngapi. Futa ile namba ya mwisho pia. Imebaki 10 ndio fungu la 10. Ukipata milioni 1.06 kata ile ya mwisho pia. Kinachobaki ndio fungu la 10. Hata iwe faida ya 889, wewe kata namba ya mwisho tu ile tu. Kinachobaki ndio fungu la 10. Sasa sikiliza. Akikupa milioni 1, fungu la 10 ni 100,000, wewe ukapeleka labda 50,000. Malaika wanasema andika tunamdai 50,000 haraka sana. Inaandika. Ndio maana nasema usilete tu fungu la 10, nasema leteni iliyo kamili. Yaani sio kutoa. Iliyo kamili. Okay. Siku nyingine unaipata ndio siku ya ada ya watoto, kwa hiyo ni 5,000 utoi hata moja. Kwa hiyo 5,000
Chukua hapo, unabakia 50,000. Anasema andika tena 50,000. Wanaandika mwezi. Mwisho wa mwaka wanaweza akasema huu mwezi wa 12 tukusanye madeni yetu yote. Mbinguni wanasema tukusanye madeni yetu yote. Mungu ana majeshi mengi. Anasema nani jeshi liko karibu hapa, tumtume akachukue deni letu kwa Yeremia. Kuna Yeremia hapa, sio wewe. Jeshi la kuhalisha linasema niko hapa, nitume. Uko pale nyumbani umekula zako, unasikia tumboni tayari umeshasepa chooni, unarudi. Wanataka kuchukua hela yao. Na mama fulani niletee fragile. Unaweka fragile ndio umeongeza matatizo. Sepa tena unaenda. Unasema hali imezidi. Hakuna ugonjwa unaolegeza nguvu kama kuharisha. Dakika chache tayari macho hayo naangalia malengelenge, tayari unatembea kama degedege. Sasa mpeleke Kitengule unadaiwa milioni 1 hapo nimeshafika. Kitengule pale daktari anasema ana wale jamaa wana mama. Anakaa anavaa tu miwani wamesoma pale. Nini? Shida nini? Tumbo unalisha kwa siku mara ngapi? Mara 60 kwa siku. Tayari unapewa dozi. Ile dozi inapigwa, ikishapigwa ile dozi. Anasema inakuwa mbaya. Anasema huyu rufaa wapi Muhimbili? Hapa bili 500,000. 500,000 nalipa. Muhimbili wanakusepesha kule. Kule tena mdaktari kukata hiyo story. Nao wanakutibu. Mwisho wanafanikiwa. Lakini bili 500,000 nyingine. Jumla ngapi? Milioni 1. Sema aliyetumwa kulipa deni anapeleka ripoti. Nimeshachukua zetu. Wewe unarudi na ushuhuda. Bwana Mungu Bwana Yesu asifiwe watumishi. Nimenusurika. Jamani, yani kwamba nusura ni dead. Yani nilikuwa kwenye ile ya mwisho. Zilikuwa nikiangalia hivi zioni watu naona miti. Yani unajua nilikuwa nimefeli kabisa hapa. Yani network nilikuwa naiona kabisa inafeli jamani. Hallelujah. Yani nimepona. Jamani nasema mbinguni wanacheka. Sasa tumechukua deni letu. Tunaanza tena upya. Ndio maana umeanza mwaka huu waone tena. Je, utakuwa mwaminifu kwa Bwana? Ndio maana mwaka huu kuna mtu hatutamaliza naye hapa. Sikutabiri kachonjo. Rekebisha. Anasema nani? Anaambiwa Hezekia tengeneza mambo yaliyosalia. Kwa maana huu ugonjwa utakufa na utapona. Hezekia akasema hafi mtu hapa. Akamwambia Bwana angalia kwenye rekodi za mafungu ya 10. Kuna siku nilikupiga. Mimi nasema hamna, hujapiga. Vipi kwenye mafundisho mikesha na nini? Kuna mahali niliteleza. Sema hamna. Sasa kama hamna mnanipeleka wapi? Sikiliza, kuna maombi unaweza ukaomba kwenda kwa Mungu kwa ajili ya kukataa kitu ambacho kimekuja kwako. Jamani amina. Mabaya yanakataliwa, usikubali tu kizembe. Okay, nirudi kwenye maono ya kwenye ndoto ya Yusufu. Yusufu akauzwa. Alipomaliza kuuzwa, akaenda kwa Potifa. Potifa akamnunua, akamaliza pale. Mambo yakaenda, akapigwa gerezani, yakaenda. Alikataliwa kule Misri. Maana alisema alikuwa anataka ndoto kama ilikuwa inaonyesha ataka kuwa baba wa wana wa Israeli, mtu mkubwa katika familia. Wakakataa. Wanamkataa Israeli na kwenye familia baba yake. Kumbe kule Misri kuna mahali anatakiwa. Jamani amina. Ukikataliwa hapa usiseme umekataliwa pote. Kuna mahali wanakuhitaji. Ukikataliwa na mchumba usiseme na jinyonga. No, usijinyonge, yuko mtu anasubiria. Sema amina. Hallelujah. Yani hakuna kinachoniumiza kama mtu kujinyonga kwa sababu ya mchumba. Pumbavu wewe. Okay, unakumbuka brother? Kuna kaushuhuda kamoja. Yuko dada yetu mmoja, mtoto wa brother, tuliwahi kufanya sherehe yake kama unakumbuka. Miaka kama 4-5 iliyopita hivi. Yule kama 6 hivi naye. Yule dada alizaliwa. Sijui alipata ajali njiani. Sijui alikuwa kuaje, si alizaliwa vile akawa hana jicho moja. Hili ndio linaona. Kwa hiyo akawa anavaa miwani yake. Anatembea tu. Watu kama kawaida yao, huwezi olewa wewe na jicho moja. Nani ataoa jicho moja wewe?
Yaani wewe bora ujinyonge tu ufe. Watu wanamvunja moyo. Mungu Bwana sio Asumani wewe. Sikiliza kilichotokea. Ushuhuda brother na ujua Bwana nitausema tatakumbuka. Alafu na ushahidi hapa. Yule dada Mungu akasema ndoto yako na iangalia. Nimekuumba ili uolewe. Nimekuumba ili uwe mama wa familia. Hawa watakuchelewesha lakini ndoto yako lazima itimie. Yule dada kwa kukata hiyo story aliinuka kijana kutoka Uingereza. Yule Uingereza akaja Tanzania. Wakati anakuja na akasikia roho kama ya kuwashwa kutafuta mchumba. Kama huko akaangalia wazima hawaoni. Angalia hivi, sijui alikutanaje na yule dada. Sijui yule dada alikuwa anatoa miwani anajikuna, alipotoa hivi, limebakia jicho moja. Akasema this is a romantic eyes. Hili ni jicho la mapenzi. Likamvuta. Yule kaka akajisikia kama nguvu zimeisha. Nafikiri akamsongelea kama, dada vipi? Umeolewa? Hapana. Vipi? Upo na tunamsubiria Bwana. Yule dada akasema yasiwe mambo mengi, akaja akanishukia hapo akaniacha. Wakati wanazungumza akatoa miwani. Sasa aliweka mfukoni ili amuone vizuri, asije akajichomeka. Baadaye ikawa shida kujitoa. Akatoa miwani fyo. Akaona jicho moja halipo. Akaliangalia, nguvu zote zikaisha. Yule kijana zikaisha. Akaanza process hapo process ndugu zake wakaambiwa nao wakasema yupi huyo? Alipeleka picha na una wajipafu wa jicho. Akasema huyo. Sijaona mwingine. Yule dada process tukaitwa na brother kwenda kwenye mahali kupatanisha. Kuna haraka patanishwa hivyo harusi tena nikawa na MC mimi huyo jamani. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Harakisha nikuolewa tuwe MC. Sikiliza. Alipoolewa ushuhuda wangu sasa. Harusi yake ikawa kubwa, ndani ya mwezi mmoja alikuwa hajui yes no. Ndio maana nakwambia wewe ambaye hujasoma ndoto yako utakuwa mtu wa kimataifa. Soma yes no wewe haraka sana. Unajichelewesha. Mimi nimeanza form 1 na miaka 32. Ndio naanza form 1 mimi. Ndio maana nikachelewa kuoa. Ndio watoto wa kwangu wa kwanza menda wapi ni huyu. Nilizeeka kwa sababu nilikuwa na imani kwamba nioe nikiwa tajiri. Pumbavu. Wewe una guarantee na Mungu. Kwani kana pambana nioe nikiwa tajiri, miaka inaenda kuinuka hivi tayari nina 38. Afrika sasa Mungu. Ndio nikapiga matiliki na matiki taka. Nikamuona mama ndoli wangu hapo. Haleluya. Nikasema nikaulizia mimi nilichumbia kabla hata sijamuona. Alikuwa yuko kazini alifanya vijana kana kuja na sema historia yake. Kuna dada pale kanisa pale kazini kwetu yuko hivi na hivi. Waka nikasikilizia. Kesho tena vile vijana vinakuja tumemchumbia anasema eti yeye anataka mtumishi hataki wa vijana wa hivyo. Sifa zake mimi hapo nikaliangalia ni moja ni mwalimu wake mwalimu mwenzake. Nikamuuliza yule dada huyu jina lake unamjua? Na yeye alikuwa ameokoka anaitwa Mzee Sumu alishafariki kama mtu unamjua. Na kanipa namba yake. Kwenye namba nikasave my wife to be. Nilishachoka tena. Pata ukata hiyo story. Nikaoa mwenye mshahara. Niseme na siri nyingine. Niseme hamtosema pengine. Huyu mama mshahara wake mimi ndo naushika. Ndio naupangia budget. Nisaidie kusema haleluya. Okay, kumalizia sura dada aliyekuwa na jicho moja. Wakaenda baada ya yes no akamaliza vizuri visa huko Uingereza. Baada ya mwezi miwili tukaona simu inakuja na brother mwingine ameshafariki. Kuna zawadi yenu hapa. Kutoka wapi? Uingereza. Nikashtuka. Sasa Uingereza jamani. Unajua ilinishtua kidogo niwe na pressure. Uingereza. Kaja wakaenda ule mzigo kule umefungwa kweli vizuri. Kafunguliwa fyo. Na ile box. Fyo.
tukakuta kuna saa hizo ya kwangu na blaza mwingine ambayo mpaka sasa mimi ninayo. Hii hapa haipauki wala hii. Blaza wewe ulishapoteza. Haishaji miaka 6 hii kutoka kwa dada aliyependwa hana jicho. Unasemaje wewe unakata tamaa tu, uko kutembea kwako unatembea na mnaita unakata tamaa. Yaani hiyo miondoko hii mimi nitaolewaje? Kuna watu wanapenda hiyo miondoko. Subiri muda wa Bwana uje. Haleluya. Wasikubabaishe. Your season is coming. Tomorrow yako inakuja. I see wa star yako inang'aa. Watu hawaioni saizi kwa sababu unaandaliwa. Mama usikate tamaa. Ndoto yako inaandaliwa inakuja. Mama kijana usikate. Ninashangaa. Eti kijana analeta kesi kwa mchungaji. Eti mimi nimekataliwa na mchumba mwanamke. Yaani wewe ukataliwa na mwanamke mwanaume. Si unakataliwa sura yako huna hela. Kama ndo kitalemi alioa mwanamke sura yake iko hivi. Akawa tena mzungu. Sembuse wewe. Huna hela, tafuta hela jamani, amina. Ukishakuwa na hela kwanza utaheshimika jamani, amina. Okay, wakati Yusufu amepelekwa kule, mfalme alipoota ndoto, kukata hiyo story, mfalme akamuita Yusufu akaenda akatatua ile ndoto. Alipotatua ndoto ya mfalme, kilichotokea mfalme akatangaza, tumpate mtu wapi mwenye roho kama hii, na roho Mungu anakaa ndani yake, ambaye anaweza kawa baba kwenye familia, kwenye nchi. Ndugu zake walishasahau miaka mingi, karibuni 32 walishasahau huko mbali, walishasahau ndugu zake. Kama kuna jamaa anaitwa Yusufu kama wewe ambao tumeshasahauliwa. Kuna watu mko town hapa hata simu hampati, huna hela. Nakupigia simu ya nini? Sasa yani familia yangu mimi wananikataa. Yaani hamna ninalonipigia simu, pumbavu zao. Pumbavu mwenyewe huna hela. Hela ikiwepo hawatafanya kikao bila wewe kuwepo. Hivi unanielewa au unielewi? Bwana Yesu asifiwe. Blaza huyu hapa shahidi. Sasa hivi hakuna vikao vinavyofanyika kwenye familia bila sisi kuwepo. Tumbo hili lote wakunyime kikao. Wanajua ni hela. Wanajua hela ipo. Kwa hiyo yani kesi za kijijini za misiba sisi ndio tunamaliza. Yani kitokea tu wa kwanza kuwaza sio babu wa kijijini wala mjomba wala nani. Dar es Salaam mmeshampigia Bwana Zarungu kule. Hebu mpe taarifa.